create jobs and increase the exports of Mitumba to the largest African markets. Sorting facilities for Mitumba will help us realize Kenyan goal of becoming among the leading high-value, high-wage, and high-skill economies in Africa. It is estimated that each facility will directly create up to 500 jobs with further employment in related sectors. If all second-hand clothes were sorted in Kenya rather than abroad, Kenya would gain up to 14,000 additional jobs. And finally, ladies and gentlemen, Kenya's Mitumba sector can thrive further with the policies that encourage the growth of business for the full processing of clothing. But to eliminate the Mitumba trade, or even imply and instead of promote textile, is to give with one hand and take with the other hand. Finally, mama yetu, tuko na watu wa soko ya Gikomba, and tumekuwa na shida ya moto. We want you utusaidie. Tunakupatia government, tunakupatia kura. Gikomba, watu wa Mitumba wamesema wako na baba na mama. Hiyo ni message moja wamenipatia. Na wakaniomba nikuambie, ututangazie soko iwe soko huru, soko ya Gikomba. Ndio tuachane na hii janga ya moto, kwa sababu ni kama kuna watu wako na interest na ile shamba. If you can give it, na ututangazie kama soko, watu wa biashara watafaidika na tutazidi kushukuru sana. Asanteni. Asante sana Bishop, Teresia, Apostle, sorry. I don't know whether, Our Excellency, do you have time or we should meet him, we bring him here? Oh, okay. In the meantime, I think we'll ask when we are receiving the candidate of, the 5th president of this country, we will ask, Agnes to be talking, and then Our Excellency will lead a few of the leaders to go and receive, His Excellency, the incoming president. We bring him in here. So I will invite Agnes, tafadhali. I know you have talked before. Come and talk to the people. If not Agnes, then we have the entertainers. Let's have the entertainment. Agnes, kuja. Entertainment. Okay, entertainment. Asanteni sana. Gĩikaro kĩa mithano ciaka. Aturithi o tuthiaga
Kidogo.
Numuvei
Thank you very much. Tutulia kidogo for national anthem. National anthem, tafadhali. Tutoe kofia. Your Excellency, we are on the parade, but now we want to do the national anthem. Tuko tayari? National anthem. We do it manually. Right? Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Thank you very much. Your Excellency, let's have a seat. Baba ako hapa. Munamkamrisha. Your Excellency, the running mate of Baba, these are people from 10 counties. It's only that the tent is on a sloping ground. There are many people on the other side. We are more than 3,000 people who are gathered here today. And we want to thank you, Your Excellency, for sparing time to be with us. Mount Kenya Foundation started the climbing of the mountain by Baba, by having some function at Safari Park. And the mountain has been very, very welcoming. And we want to thank you, and we need to clap for ourselves. Let's clap for ourselves. So that journey which we started, we are on it. One of the things that we have been doing as the Mount Kenya Foundation, Your Excellency, is having town hall meetings. Quite 100 people, 200 people, in various counties to prepare ourselves for the rallies that we've been going to have around the counties. So we have 10 counties here. We have people from Nakuru, and they introduce themselves, from Nyandarua, from Laikipia, from Nyeri, from Meru, from Tharaka Nithi, from Embu, from Kirinyaga, from Murang'a, from Kiambu, and Nairobi. We are able to organize this, Your Excellency, with the help of the Chamber and the courtesy of the President of the Chamber, Richard Ngatia. And we want to thank you, Richard, for this. But before I articulate why we are here for, I want to request my chairman of the Mount Kenya Foundation to take a short moment and welcome you to this occasion, Your Excellency. So, Dr. Munga, the chairman of MKF, let's give him a clap. Your Excellency, the fifth, and your running mate, ladies and gentlemen, mine will be very, very brief. As you are told just a minute ago, that Mount Kenya Foundation is the one that gave you the shoes to climb the mountain. And we are glad now, although it was slippery, with the appointment of our pedigree politician, Mother Karua, you can now walk comfortably up and down, and now you'll be received with a lot of warmth. We
want to take this opportunity, Your Excellency, to thank you most sincerely for having appointed our pedigree politician to be your running mate. I say pedigree because she has a lot of experience. She has mastered all the three arms of government. Call it the judiciary, she has been there. Call it the legislature, she has been there. Call it the government, she has been there as a minister. So she is the most qualified running mate that Kenya has today. We also organize this so that we can use this opportunity to pray for her and you and release her to now become a national politician accompanying you. Although she has been national in her politics, not at the level that she is going to be after 9th of August. At least, we are sure that you make the next government. And these people are very excited that their business would now be assisted by your next government. That's why you can see them here, having come here very early in the morning, and having decided not to take their breakfast before you are here. They have said that they will take their breakfast. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. So, mine, as I said earlier, Your Excellency, was going to be very brief. And as I said, these people here, on behalf of the Mount Kenya population, are receiving you with both hands, and they are assuring you of their support in the region, in the Mount Kenya region. They are also here to pray for you. At the same time, allow your deputy to now be able to accompany you wherever you direct her or where she goes to really assist you in the administration of this country. Thank you very much. Thank you, my chairman. We also need to welcome one of us, Honorable Mheshimiwa Peter Munya, Minister wa Kilimo. Karibu, Waziri. Your Excellency, as we said, these people came early. We have had presentations from the President of the Chamber to these people. We also have a presentation from the Credit Guarantee Scheme of the Treasury. The team from the Treasury, please stand up. We want to recognize you. They are there. They have already presented, their talk to this group. We have had the chair leader of Mitumba Association, Apostle Teresia, has already talked to us. We have had the River Road Small Traders Association Business, Linda Agnes Wairimo. She has already talked to us. We have Patrick Njoroge from the Diaspora Asmio Initiative. He has already talked to us. James Memoria was supposed to be here of Centum. I think, will escape that. So these people have already been talked to, Your Excellency. So what we didn't want to do is we don't want to repeat that while you are here. We just want to agree on the way forward. And the way forward, we have agreed with the leadership of the Muranga political leaders who are accompanying the fifth on a road show this afternoon. We have agreed we only have one of them
talk to us. This event is a Mount Kenya Foundation event. It's not a Muranga event. It's not a Nyeri event. It's not. So we are all here, but we want to also to thank the leadership of Muranga for also welcoming us here. So we have to have the incoming governor and Asimio to lead that initiative. So I want to invite the incoming governor, Mheshimiwa, Jamlek Kamau. Asante sana. Your Excellency the 5th, Raila Odinga. Your Excellency the first female Deputy President of the Republic of Kenya, Mother Wangari Karua. Distinguished leaders present with us here, the business community, good afternoon. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tusalimie namna hiyo kabisa namna hiyo. Na sasa nataka tupabazuke. Baba amekuja. Mko tayari? Hapa ndipo tupo. Kabla ya kusema jambo lolote, allow me to first of all introduce some of the visitors or the guests that we are with here today. Na kwa sababu ya masaa tumekubaliana wote hawataongea. I would want to start with our good Senator Honorable Kembi Getora. Please upstanding and wave. Women Rep Waithirawa Muithirania. The member for Gatanga, Honorable Duarte Ngugi. The member for Mathioya, who is also a candidate, Honorable Peter Kimari. The member for Kegumo, who is also a candidate in Muranga in Kegumo, Honorable Ruth Wangari Mwaniki. We have ODM Senator candidate Kinuthia. Makofi kwake ako nyuma yetu hapa. Tuko na NAK Kenya Kadara candidate Mr. Masharia. Tuko na NAK Kenya candidate Kandara Mr. Kioi. Tuko na Anthony Shege from Maragua. Tuko na PK Ngugi, tafadhali be upstanding, thank you very much. That is from Kadara as well. Tuko na Maito wa County, Sabina Wajiro Ashege. Tuko na mtoto wetu hapa Gatanga, Honorable Peter Kenneth. Tuko na wageni wengine, tuko na Deputy Governor wa Nyeri, Honorable Karo Karugu. Tuko na Mheshimiwa Jabaya Wira Maina Kamanda. Our Youth Senator Gugi IG. Former member for Othaya, Honorable Mary Wabui. Tuko na member for Embakasi, Babu Owino. Tuko pia na Senator Musuruve. Yuyo hapo, makofi kwake. Tuko na Mumbi Garu hapa Thika kwetu. Finally, of course not least, tuko na Governor wa Kitui, Charity Karuki Giru. Pia tuko na rafiki yetu hapa kutoka Mombasa, Shabal. Tuko na Tarus, rafiki yetu kutoka kule Rift Valley, asante sana Tarus. Tuko na Kamau Mweha, kijana wa Kegumo. Tuko na Joshua Toro, asisaurike huyu rafiki yetu pia. Asanteni sana juu ya masaa. Tuko na Wamathagi kutoka kule Kiharu. Tuko na apology ya yule wetu wa kule Murathe yako hapa. Haya Murathe, fanya hivi watu wakuone. Sawa sawa. Tuko na Deputy Governor yule anaingia kule hapa Muranga kwetu. Anaitwa Naomi Kagone.
Na tuna women rep hapa Munoru. Senator, Munoru wa kule Githumu anasimama Senate hapa na chama ya KANU. Tuko na PS0. Makofi ya PS0 pia. Sawa. Nafikiri hao tuko nao, kama kuna tumesahau. Masharia uko hapa? Huyo ni na Kenya candidate wetu wa Kiharu. Asante sana. Thank you very much. Asante sana, Your Excellency. Nataka kuchukua nafasi hii on behalf ya wale watu ambaye wako hapa Murang'a wanasimama na wale wanasiasa. Nikaribishe wewe Baba the Fifth and your running mate Mother Karua, pamoja na wale wote ambao wametoka eneo zingine za kaunti zetu za Mlima Kenya. Sisi hapa Murang'a tushaamua. Na siku ya leo ni siku ya maana sana, kwa sababu wale watu tuko na wao siku ya leo ni wale wafanyi biashara wa Mount Kenya. Na nyinyi mnajua nchi ikienda vibaya, wale watu wanakuwa na shida ya kwanza ni wafanyi biashara. If we erect a rock government, the first people who will suffer ni watu wa Mount Kenya. Ni kweli? Kwa hivyo mimi nimekuja kuwaambia, sasa wakati imefika. Hakuna kuficha maneno tena. Sisi tuko ndani ya Baba the Fifth. Na pia tunasema, unajua kuna watu wengine wanafikiria ati tulikuwa tumewekwa baridi hapa Mount Kenya. Hakuna baridi iko. Ni vile watu wako wanajua jia ni gani mzuri. Sasa jia tushapata. Of course, wakati tulipata Mother Wangari Karua, tulipatiwa na Rais the Fifth, that was the beginning of the light in Mount Kenya. Baba, we want to thank you very much for giving us Mother. Tangu Mother akuje mmejua mlima imebadilika, si ndio? Si ni kweli? And I think as we go on, we want to ensure by the time we are done on the 9th of this year, of August, tunataka not 30-40. We want 70, minimum 70% of Mount Kenya vote to go to Baba. Finally, and very important, and I think this is extremely important, the entire country, and this now is a message to the people of Mount Kenya. Ukiangalia mzuri, ufanye hesabu yako yote, we mtu wa Mount Kenya. Hakuna tashwishwi. There is nothing else remaining. It is clear that the next president of the Republic of Kenya is Raila Amolo Odinga. And for that purpose, we will come to you, the people of Mount Kenya, and tell you hatutaki kuwa kwa opposition wakati Raila akichukua serikali. So we must walk with Baba. Tumekubaliana? Tutaenda pamoja? Kabisa. Hebu onyesheni Baba pahali yako namna hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki, watende vyema, and we thank you Baba for coming to visit us. Asanteni sana. Thank you, Mheshimiwa, the incoming governor of Murang'a. Your Excellency, at this juncture, we want to pray for your candidature. You and your running mate, we want to bless you so that you'll be able to be led by the government, by God, in the journey you are going to embark. So I want to invite the Bishop of the Anglican in this region to invite you, Your Excellency, and Your Excellency, for a prayer specifically for you. After that, we'll have 2-3 more speeches, and then we'll be able to conclude today's event. So the Bishop, tafadhali, kuja mbele. Oh yeah.
Bwana asifiwe. We want to say it again that God is good and all the time, and He is good at all the times. My name is Bishop Julius Carano of the Anglican Diocese of Murang'a South, where we are gathered. Thika Greens is part of Murang'a South, and I was informed that the Honorable Raila Odinga, the presidential candidate, as you are calling him, the fifth, with his running mate, would be having a meeting today, and it was important that we gather together and commit them into the hearts of the Lord. Dion Muzuri. I want, as we pray, to remind this congregation, and indeed our candidate and his running mate and all those that are aspiring for different positions, that the Bible in the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 7, says, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be opened." So as we pray, that is an open check. Jesus did not say what we should ask for. He did not say what we should seek for. He did not say the doors that we should knock. He just said ask. He just said seek. He just said knock, and the door shall be opened unto you. For you to offer yourself as a candidate for a political position, as my brother and my sister and all these candidates have offered themselves, requires a great courage. They is risking their life, but they are offering themselves to God as the servants of God, so that if God hears the prayer, they will be given the opportunity to serve this nation. And we want to thank God for that courage. And Baba, tunakumbuka also to tell you, there was a woman who was commended for persistency in prayer. You have been persistent in asking the Kenyans and asking God to consider you for this position. And it is biblical. It is biblical. Even Honorable Mother Karoa, she is not asking this for the first time. She is coming as running mate, but you remember her history
and also to offer herself as a running mate is quite a courageous step. And so, God answers the prayers. God answers the persistent prayers. And another part in the gospel, Jesus said, all things are possible to them that believe. Do you believe? Yes. All things are possible. Sasa mimi nilipopigiwa simu nikaambiwa askofu kuja, baba na running mate na wengine wanakuja, tukupatie nafasi waombee. Wakiniuliza kama walivyoniuliza, and I'm a servant of God, mimi nimeitikia kuja kuwaweka mbele za Mungu. And so we want to pray for these candidates. We want to pray for His Excellency Raila Odinga and her running mate. And as we pray, let us also humble ourselves and believe that God hears the prayer of His people. And so let us have a moment of prayer. God of mercy, our nation is in a time of great transition. With all the challenges, sometimes of injustice and fear in the world today. We ask you to inspire us and guide us as we participate in the presidential elections. We seek, as Kenyans, a government that upholds and protects human rights and justice for all citizens, regardless of race, class, gender, and religion. Move and inspire us by your presence among us, in the most vulnerable in our society. For their tears are your tears, their pain is your pain, their suffering is your suffering. In gratitude for the right to vote, we ask and pray. Almighty God, you are the source of all wisdom and justice. Guide us in the same as we elect leaders to serve us. Lead us to elect the right people who would serve in the Spirit of Christ, who, though he was God, did not consider equality with God something to be grasped. But he instead lowered himself to the level of a servant leader. Guide us, Lord, as citizens of this country. And before us in this congregation is Honorable Raila Odinga, who is part of us as a Kenyan, and who has persistently been in the forefront, participating to get the rights and the justice of the people of this nation. He has severally offered himself for this position, and he has participated in the last presidential elections. But he has not relented. He has not given up. He is still offering himself again at this time. And we know, and we have listened, and we have heard that there are so many Kenyans that have faith and trust in him, that see that he has the qualities that can help and get to the leadership of this country. And so as we gather here, and so as we remember him offering himself once again, we commit him into your hands.
we ask that God, you protect his body and his health. We ask that God, you inspire him with your Holy Spirit. That wherever he will go, talking about his agenda, asking kindly to be considered by Kenyans, that God, you give him favor with the people of this nation. That God, they will see the kind of qualities that are in him. And Lord, that he will be considered to be given their votes, and this time round to be able to triumph and get this position. And because you have said that we ask, your servant is asking. As he asks, let him receive. As he seeks, create the way that he may fight. As he knocks, open the doors for him. We thank you, Lord, for this opportunity. Let him continue to trust in you. We pray that as now they join with Honorable Mother Karua, who has been earnestly seeking for justice of your people, who has been earnestly desiring a nation which is free from corruption. And with her experience, bless her also, that as they join together, as they go to speak to your people, you will sharpen their brain with skills and wisdom, and that their words will be favorable and acceptable to your people, so that people will understand their agenda and see leadership and future in these people. And so I commit them into your hands. And because they are human beings, and we are all human beings, and we are not perfect, Lord, but those that you consider you perfect, we ask you to perfect them. We ask you to cleanse them. We ask you, Lord, to walk with them. We ask you, as they traverse every section of this country, that God will go before them, and that they will find you and your presence with them, and that the people will be able to listen and be able to identify with them. So we ask you to bless them, Lord. And we ask you to give them your favor. And we bless them in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Bishop. Thank you for that beautiful prayer, and the words of wisdom and words of encouragement. Asante, Bishop. Thank you so much, and God bless you. As we now come towards the end, I want to ask you, as people who came in, whether we agree with the prayer of the bishop. Do we agree with the prayer of the bishop? Yes. Do we support the running mate and the candidate? Do they support? We support them so that they will form the next government? Wale wanasema hivyo, nione mkono juu. This is the resolution we have made. Ndivyo. And we are going to campaign for them. Nione mkono wale wataenda campaign for them. Your Excellency, you have seen at this juncture now, I want to invite one of our own from Meru, who has joined us, none other but the CS for Kilimo, who will make a few remarks. Alafu amwalike the incoming running mate, DP. Alafu she will invite the candidate to just say jambo. They are embarking on a long journey in Murang'a today. So we want to give them all the time this morning, part of this morning and this afternoon. After His Excellency and the candidate, and the deputy have left, and the others, I want to welcome you for breakfast and lunch. The food won't be served, so don't go home, don't be in a hurry. We know there are people who came early in the morning, and we want to, welcome you to a meal, eat before you travel back. Thank you very much.
I want to invite Honorable Mheshimiwa Peter Munya. Karibu. Thank you. Thank you. Asante sana. Baba, the fifth, Mama Mother, the incoming deputy, wanabiashara wote wa Mulima, mjamboni. Mjamboni tena. Yangu ni machache sana. Kwanza, Baba, this is the most influential group in the mountain. Ukiwa na hawa, huko na foot soldiers wa kufanya kazi yako kwa siku zile zimebaki. Na najua hizo siku zimebaki zinatosha sisi kumaliza hiyo kazi Mulima. Kurundisha wale wamebaki nje. Na tumezunguka huko, tunajua wale wengi wamerudi. Lakini tuendelee kuweka nguvu tukielekea ile siku ya kura. Ya pili, watu wa Mulima ni wanabiashara na wakulima. Wakichungwa kwa mambo ya biashara na mambo ya kilimo wako sawa. Na njia za kuwachunga kwa hayo mambo mawili ni kuhakikisha sheria ya Kenya inafuatwa. Popote pale wanafanya kazi zao wanachungwa na sheria ya Kenya. Pia kuhakikisha environment iko sawasawa kwa hiyo kazi. Na sisi hatuna waziwazi, tunajua wewe, kwa wale wanatafuta kura ya urais, tunajua wewe ndio utaweza hiyo. Tunajua ni wewe utaweza. Wale wamehusika kwa mambo ya ethnic cleansing hawawezi kutuashua sisi ya kwamba tutaweza kufanya biashara na kufanya mambo yetu popote Kenya bila wasiwasi. Sisi tunajua wewe, tukifanya kazi na wewe, Kenya itakuwa peaceful, kila Mkenya atakuwa na haki zake ya kufanya kazi na kujimundu kwa maisha yake popote anataka katika taifa la Kenya na hata nje ya Kenya. La mwisho Baba, mimi nimekuwa waziri wa kilimo wa industry na trade, na changamoto ni mingi kwa sekta ya biashara. Lakini zile muhimu sana ambazo changia zile zingine ni cost of doing business. Tukichangia kuteremusha hiyo cost ya biashara, cost ya input, cost ya vitu vile tunanunua na kuuza, cost, tukiteremusha cost, basi hawa watu wenyewe watakuwa matajiri. Na najua huko na hiyo mpango ya kuhakikisha hiyo imefanyika, ya kuteremusha cost ya biashara na pia cost ya kilimo iende chini. Na sisi tutakuwa na wewe tukifanya kazi pamoja na wataalamu wale wengine kuhakikisha hiyo imefanyika. Sasa ya mwisho ni kumwalika ndandangu Mother kwa vigelegele na makofi aweze kuja kuwahutubia. Karibu. Your Excellency, the incoming 5th President of the Republic of Kenya, and all dignitaries at the front and in the hall, because you are all dignitaries. Hamjambo. Muriega. Leo ni siku ya furaha, sababu hapa ikiwa nyumbani, mumetuambia, mumetubless na kutuambia
mumeshikana nazi na mmekubaliana na uamuzi wa Baba the Fifth wa kuniteua kama running mate na mkasema mko nyuma yetu. Asanteni sana. Asanti kwa kanisa, kwa maombi na baraka, na nataka kusema tumeona mkono wa Mungu, na hiyo maombi ni ya maana sababu itaendelea kutupatia nguvu. Asanti sana. Na nikiwa hapo niseme kwa wale wanajaribu kujionyesha kama wako karibu na Mungu kushinda wengine, wajue ya kwamba Yesu alisema sio wale wanamuita Yesu Yesu peke yake wataingia katika ufalme wake. Wacha kesi ya Mungu na kila mtu iwe ni Mungu atatambua ni nani yako karibu na yeye. Pia iko wale kuwa Mkristo sio jina na sio kuingia kanisa, ni vitendo. Ukiwa Mkristo, tenda mambo yako kama Mkristo. Ningeuliza wale wote ni Wakristo, wale wote ni wanaabudu Mungu, hata Waislamu, tambueni watu na vitendo, sio vile wanajitangaza sisi ndio nani, sisi ndio nani. Na hiyo kesi tumemaliza. Asanteni. 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 Iko wale wanafikiria siasa ni propaganda peke yake, na wakikosa mambo ya kuambia wananchi, ile wanatoa ni propaganda. Sasa madaktari wa siasa si ndio nyinyi na mko hapa? Mimi nawaomba, kwa vile mmetuambia muko nyuma yetu, ingieni kwa kila kijiji, kwa kila nyumba, tumalizane na hii mambo. Kura ya Mount Kenya isigawanywe. Kura iwe ni kwa kikabu ya baba na mama. Nimechekeshwa na watu tukiwa tunatembea huko na ndugu yangu Munya na wale wengine mnaona hapa, wengi wakasema hatujampigia Raila lakini mwaka huu tutampigia. Nikawaambia hata watu wa Nyanza na Kenya yote hawajapigia Martha. Mwaka huu ndio wamesema watampigia. Hiyo tikiti ni moja na ni tikiti ya baba na mama. Ukimpigia baba umempigia mama. Ukimpigia mama umempigia baba. Tikiti ni moja ya Azimio na hakuna mambo mawili. Kugawanya kura ni kukosa kulinda amani ya nchi, na nitakwambia kwa nini. Hii uchaguzi Mungu atusaidie, na najua nimeona dalili Mungu ako nasi. Tukishinda, tunataka ushindi ambao hata mtoto mdogo ataambia mwenye kushindwa wachana imeenda. Okay? Na hiyo ni kutoka 60 plus upwards. Hii ya 50-50, hiyo inaweza leta matata, sababu wale hawatakubali kushindwa wataanza kulialia. Wacha tuweke kura zote kwa kikapu moja, na ni jukumu letu kuona hizo kura ziko kando kando zimerudi. Sasa mimi sitaki kuongea sana, lakini nikiwa hapa tukiwa na baba, ni jukumu langu kumuintroduce kwenu kikamilifu. Munaelewa ya kwamba maisha yake yote ndoto yake ni moja tu, ya kuona nchi ya Kenya ikiinuka na mwana Kenya akiinuka. Na ametanja ya kwamba hii ni ukombozi, hii kura itakuwa ni ya ukombozi wa kiuchumi kwa kila Mkenya. Ukombozi wa kiuchumi ni kusema hutahitaji kuja kwa ofisi, hutahitaji kutafuta yoyote. Uchumi ukinenepa ni kwa mpuko ya kila Mkenya, sio kwa wachache. Ukipiga kura ujue ni kura yako unajipigia, ni kura ya watoto wako na wajukuu. Huyu
kinara wangu, amefungwa kwa kusimama na Wakenya wakati watu walikuwa wanaogopa. Yeye alikuwa moja ya kusema hata kama ni maisha yake lazima asimame na Wakenya. Lakini ile mnakumbuka sana, 202 akakuta gari la marehemu Mwai Kibaki, mpendwa wetu, ikiwa imekwama kidogo, akaiamusha mara moja na Kibaki tosha. Simburifurahia siku hiyo? Murifurahia? Basi huyu ni Raila yule, sio mwingine, ni yule mlifurahia akisema Kibaki tosha. Juzi kukawa na tabu ya kura na wakawa hawasikizani na ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Akaona nchi itaharibika, akasema asahau malalamishi yake, wakasalimiana na Uhuru, nchi ikatulia na tukaweza kuendelea. Huyu ni Raila yule wa kujipeana, kusahau mahitaji na maslahi yake na kusema nchi isonge mbele. Huyu ni mchapakazi. Alikuwa waziri wa barabara wakati wa Kibaki, na hizo barabara zetu zilikuwa mbovu zaidi. Zikafanyiwa ukarabati mpya, zikaanza hata za ngorofa zikachorwa. Zile leo hii tumeziona kwa kila town. Mchoro hiyo si ya mwingine, ni ya engineer Raila Amolo Odinga ndio inaendelea. Na mimi sitaki kuendelea sana. Mimi nasema wale tumekuwa kwa serikali, muangalie tukipewa nafasi tulifanya nini. Mimi nilikuwa waziri wa maji, sitasema ile nilifanya, munaelewa sababu nilizuru area zenu nyote. Na zile reforms zingali zinaendelea. Nilikuwa waziri wa katiba mlipata au hamkupata? Na mkumbuke Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wale wamesukuma hiyo mambo mpaka katiba ikapatikana, kusimama na Wakenya wenzetu, wapinzani wetu. Moja amekuwa kwa serikali, tueleze sifa kwa kijiji moja amepata akifanya kazi. Hata tusiende sana, mtu atuambie sifa, atoe CV. Ile CV nimetoa ni ya kinara wangu. Mimi sina haja ya kutoa CV ya mwingine. Nimetoa CV ya kinara wangu. Na nimwambie kazi yake ilitambulika sio Kenya, bara la Afrika na ulimwengu. Mpaka bara la Afrika likamuuliza awe mshauri mkuu kwa mambo ya infrastructure. Hata wa leo hiyo ni kazi anafanya. Yani amefanya kazi, ametambulika nchini mwake na ulimwengu. Wewe tuonyeshe kijiji moja umetambulika. Mimi nawaomba, na hii sasa nitasema kwa kilugha, totegeite tukionoria. Yani hii ni ya kusema when transferring water from one pot to another, you can lose the water. Let us not be in that business. Let us be focused. Angalia kwa kiwanja, uniambie ni timu gani unaweza amini isipokuwa ni timu ya mama na baba. Ebu nikomee hapo, lakini siwezi kumaliza before paying tribute to the entire team. I came to a place where a foundation had been laid. Si kukuta ati mahali unaenda kuanza. Foundation ilikuwa ishawekwa, na ilikuwa imewekwa na wale wote unaona hapa. Special tribute also to my worthy competition. Tulikuwa tunang'ang'ania ndivyo mmoja awe running mate. Hawa marafiki zangu unaona hapa. Dada yangu mdogo Sabina Chege, my brother Peter Munya, my sister Charity Ngilu, my brother Peter Kenneth. Hao wote watu wa maana sana. Tulikuwa tumekubaliana yule atachukuliwa kati yetu, tutakubali na tutaendelea na kazi. Na mumeona hiyo ikiendelea. Hawa vile tulifanya kazi kabla ya kuteuliwa na baadaye hakuna tofauti. Tunafuatana, tunafanya kazi kama ndugu na dada.
Hatuna tofauti yoyote. And that is what we call political maturity. Hawa ni watu committed kufanyia Kenya kazi. Mukituona, mjue team ni moja. And I actually now want to pay tribute to the entire Azimio team. And I want to say you are part of that team. Na kama hukuwa ndani, turuhusu tukuongeleshe pole pole. Sisi hatuulizi kura kwa kiburi, hatuombi kwa kiburi, tunaomba kwa unyenyekevu. Turuhusu tupande leo, kesho tunyunyuzie maji, tupalilie, tuendelee mpaka tuone karibu wote, kama sio wote, wa Mlima Kenya tutasimama pamoja. Na tukisimama pamoja Mlima Kenya, hata Kenya imerudi, tutulie. Nilisema mtu hataki tuongee akuje ajaribu kuichukua. Na kaanga tayari, na Mungu hakunipatia mambo ya kushtuka. Ni kuendelea tu kufanya kazi. Sasa mimi naomba tu tutuzungumzie kila mtu. Ukiona mtu hasikii, hakuna kumtusi, sababu ako na haki ya maono tofauti. Ni kumwambia lala na hiyo, kesho tutaamkia. Na wengi kesho yake tukiamkia wanaamuka wakisema Azimio bila kuelewa ni nini imeendelea. Sababu ukweli lazima usimame. Watu wetu, wiki ni 5 zimebaki. Wacheni tufanye kazi kama hakuna kesho. Ndivyo nchi iwe na amani, na ndivyo baba the 5th awe na mandate ya kuendelea na mambo ya reform, to complete the uncompleted reform business, so that the business environment for you farmers, traders can be improved, so that hiyo soko huru mama wa Gikomba aliuliza iweze kupatikana. Hiyo moto mnaona ni ya watu wakijaribu kunyakua ardhi. Unyakuzi wa ardhi, mambo ya business environment and cost of doing business inachangiwa na ufisadi. Baba amesema tutapambana na ufisadi vilivyo. Ukiona hii team, wengi wetu hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Kwa hivyo akisema ni kupambana na ufisadi, hiyo tutafanya. Na tuna ujumbe moja tu kwa wapisani wetu. Kupambana na ufisadi si kupambana na wewe. Hakuna mama amebatiza mtoto wake ufisadi. Ufisadi ni wewe unachagua. Sheria itakuwa sawa kwako, kwa mtoto wangu, kwa dada yangu, kwa mpinzani, kwa kila Mkenya. Sheria ni moja. Hiyo ndio serikali ya baba. Sitasema mambo mengine, kinara wangu wako hapa. I apologize for talking too much, but these are my people. I had to appreciate them. Asanteni sana. And now, without much ado, with pride, I want to introduce to you Baba the 5th. Andu wa Mlima Muriega Rengi Muriega andu wa Muranga Muriega andu wa Mitumi Muriega andu wa Loko Muriega adoni yangu Adami Akwa
Asanteni sana. Leo ni msema kesho ni kwanza. Naanza kwa kuleta nyinyi salamu kutoka kwa mmoja wenu, ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, nimeleta Martha Wangari Karua. Sio ni muhimu sana? Mimi niko na furaha kufika hapa Murang'a. Murang'a hapa mimi niko na marafiki wengi sana. Wengine wameenda Matiba, Rubia, Kagia, tukapa vile vile na SK, Macharia, tukapa na Peter Munga, tukapa na James Mwangi, tukapa na Peter Kenneth, tuko hapa na Sabina Chege, tuko hapa na marafiki hata Kamau wa Raila iko hapa. Nina furaha kufika hapa Murang'a, ambayo ni nchi ya wafanyabiashara wakubwa hapa. Equity Bank, Family Bank, Unitas, zote zinatoka hapa Murang'a. Muhimu zaidi ni cash crop kubwa zaidi ni muziki. Land of the music. Na sivyo? Vile vile Murang'a vile vile ndio ni kiini cha Wakikuyu, sio? Mkuru kwa Nyagadanga. Murang'a. Kwa hivyo tuna furaha kufika tena hapa Murang'a siku ya leo. Na leo tulihamua ya kwamba kabla tujaanza kuzuru Murang'a yote, tukutane na wafanyabiashara ya Mlima Kenya. Na nipige mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jamani ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogosha weka mara 3. Tunakwenda kazi. Sivyo? Walisema ati baba hawezi kupanda milima. Sasa Martha ameshika mkono yangu kupeleka mimi kupanda milima. Tunasema inawezekana. Si inawezekana? Wale ambao walikuwa nasema hawajui sawa. Nasema baba samehe hao kwa sababu hawajui yale ambayo wanayafanya. Tulisema tunataka kuungana pamoja kama wa Kenya. Ndio sababu azimio la umoja. Azimio la umoja maana yake ni kuunganisha wa Kenya wote wawe kama kitu kimoja. Ili tutimize ile matakwa na ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Ambao walisema kwa wimbo wetu wa taifa, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae kwa amani, undugu na umoja. Raha tupate na ustawi. Sio? Hiyo ndio tunataka Wakenya wapate raha na ustawi. Sasa hapa nafanya biashara. Na sasa tunajua ya kwamba njia moja ya kuinua nchi kutoka kwa hali ya ufukara kupitia kwa wafanyabiashara ya kibinafsi. The private sector is the engine for economic growth worldwide. And therefore, a government need to create an enabling environment for the private sector to thrive. That is, and you do that by removing restrictive laws, removing bureaucratic red tape, so that the private sector can be able to move and create wealth. It is not right to become very punitive in terms of taxation. If taxes are just too high,
there's a tendency to evade them. But if they are low and they are manageable, people will pay. So what you need to do is to spread the net, widen the net, and allow people to pay. But don't close business because somebody has defaulted in paying taxes. Don't do it. Because if you close a business, you're not only killing the investor, you're also killing the employees. That's when I would tell them, let Keroche go. Don't kill Keroche. Mwambie kama huwezi kulipa leo, lipa kesho. Kama hawezekana, spread it out. Yeye yako na deni yako na yeye ni Mkenya, atatoroka ataenda wapi? Kama hawezi kulipa leo, saidia yeye aendelee kufanya biashara ili aweze kulipa. That is how we do business. Lakini waka bureaucrat ambao hawajui mambo ya biashara, wanaua biashara na hawajui. Don't kill the goose that lays the golden egg. So sisi tutapanua. Mimi najua hapa kilimo yuko hapa. Na tunajua mambo ya kilimo, ndio naona Munya nimeweka hapo pale. Aendelee. Yale reforms ambayo yameanzisha katika hiyo sekta ya majani chai, sekta ya kahawa, sekta ya pareto, yote hiyo itaendelea. Tutaendelea kufanya ile reforms ili wakulima waweze kupata haki yao kulingana na jasho yao. Kupunguza gharama ya kilimo ili tufanye smart agriculture. Saidia wakulima na vifaa vya kilimo, mbegu za mzuri, mbolea kwa bei ya chini na kadhalika, na soko. Soko vile vile kupata miundo msingi, tengeneza mabarabara mzuri ili wakulima waweze kufikisha mazao yao katika soko. Mambo ya barabara najua mimi niingia hapa kama mabarabara zilikuwa kama ile njia ambayo inaenda kwa Mungu. Unajua katika Biblia barabara mbaya ndio inaenda mbinguni. Ile alama inaenda Jehanamu. Nikaingia huko ndani, nipambana nazo zote. Unaona ile Thika highway kutoka Nairobi mpaka hapa. Alisema Raila anavunja manyumba ya watu kwa sababu ana wivu. Lakini sasa mmeona nywe. Silifika mpaka Kenol. Hata Kenol Maroa mimi ndio nilichora. Hata hizo yote mama barabara ya mama yote mimi ndio nilichora. Sasa Uhuru ametengeneza pale, amewacha, mimi nitaendeleza. Tukifanya pamoja na Martha, sawa? Kwa hivyo hakuna kitu ambayo itarudi nyuma. Kile kitu tutaenda mbele. Tutakuwa tunaenda mbele, tunasonga mbele. Sasa tunataka kuona kama wakulima wana furaha. Pili, tumesema tunataka kujenga viwanda. Ili tufanye ile kitu inaitwa value addition kwa vifaa vyetu hapa. Hapa Thika zamani ilikuwa inaitikana at industrial city. Ikaja ikaanguka karudi chini. Tutafufusha na kujenga viwanda vingine hapa. Vingine hapa Murang'a, tutajenga zingine. Kule Nyeri, tutajenga nyingine. Kirinyaga huko, tutajenga. Sawa? Kila mahali tutaanza kujenga viwanda ili tusiwe watu ambao wana export raw materials. Tunafanya value addition, ndi basi tunauza huko nje. Ni sawa hiyo. Kwa hiyo sisi tunataka kusaidiana na wafanyabiashara. Wafanyabiashara ndio watakuwa katika mstari wa mbele katika serikali yetu kupande ya kutengeneza mali. Wale ambao wako katika service sector, mambo ya banking, mambo ya insurance, zote tutataka kuona kama watu wetu kama Wakenya wanaingilia huko ndani. Na soko ni kubwa.
Tuko katika hii muungano ya Afrika Mashariki. Sasa hata DRC imeingia huko ndani. Sasa tuko na soko ya karibu watu milioni 400. Kwa hivyo chochote ambayo umetengeneza hapa itakupata soko huko. So we want to make Kenya the manufacturing hub of this East African region. Kwa mimi nataka kuambia nyinyi kama amukeni tuende kazi. Amukeni tuende kazi. Tuko tayari kuendelea na kazi, sio? Wengine wanasema maneno pa. Ati chini juu. Atifungua huko chini ndio ularuliwe kabisa. Kazi ambayo wanajua kabisa ni kazi ya wizi. Wanajua kazi ya kutengeneza, hojatengeneza. Kwa hivyo sisi tunataka nyinyi tukae pamoja, tufanye kazi pamoja. Hiyo ndio mimi nataka. Na tutaunganisha Kenya yote, na tena Kenya anaweza kuishi mahali popote. Usiende mahali ingine wewe unamwambia ati wewe ni madoadoa. Kenya ni Kenya. Uende Mandera wewe uko Kenya. Kule Busia wewe uko ndani ya Kenya. Kule Migori uko ndani ya Kenya. Kule Lamu wewe uko ndani ya Kenya. Kwa hivyo tunataka ufanye biashara kila mahali. Kwa hivyo nataka kufanya biashara. Na serikali itakulinda wewe na mali yako kila mahali wewe uko. Hiyo ndio Kenya tunataka kufanya. Ili Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Sio ni sawa sawa? Kwa mimi niko na nyinyi, na mimi nataka tupande tarehe 9 tufike katika kilele ya mlima Kenya huko juu kabisa. Tuweke bandera ya pili huko juu. Mko tayari? Mko tayari kwenda pamoja? Ndio kisema azimio, mnajua mnasema inawezekana. Sawa? Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'm giving these are ties ambayo za azimio ni 5,000 ambayo kila mtu apate high quality tie ya azimio. Nampatia mwenyekiti hapa Bwana Ngatia, atahakikisha kwamba kila mtu amepata. Sawa sawa? Asante sana. Asante. Niombe sote tusalie kwa viti vyetu ili tuwaruhusu wageni wetu kupata namna ya kuondoka bila mushkil. Kisha waandalizi wataendelea na maelekezi. Mfawidhi mwenza, ni kuombe pamoja na Bwana Ibue muendelee na usukani. Asante. Imaya matu